Kalonzo ameshinda Bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kutagawanya sisi. Baba na Kalonzo, sijui baba hatasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sawa sawa? Yeye anafikiri yeye ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sawa sawa? Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Yeye ni mtu mwaminifu. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Yeye ndiye alialikwa na Dr. Buru kama mgeni maalum ya hafla ya leo. Sasa mimi nataka nimuite yeye akuje hapa asalimu nyinyi. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Ipe ngoma tafadhali. Asanteni. Utanipa waipa kwanza hivi. Waipa. Jodhuru onte. Mimi nina furaha sana. Ndugu huyo ambaye tumekuja kusherehekea birthday yake ni mtu wa ajabu Kenya hii. Daktari Senator Oburu Odinga na familia, ndugu yangu Raila Amolo Odinga, Mama Aida ambaye amemshikilia ndugu yetu vilivyo, all the leaders, na nitawatambua. Ndugu aliposema nije niwe kama guest, kusema kweli the chief guest kwa hafla hii ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Tumpigie makofi. Na hiyo heshima ndugu Oburu amenipa mimi because it was not confirmed until today. I want you to hear me, Dr. Oburu. Because you had a godfather when you got baptized. Now at your confirmation, although you are 80, I'm going to declare myself your godfather. And to usher you to a wonderful kingdom. The kingdom of the free. The kingdom ya ambao wanamcha Mungu vilivyo. You are our elder brother. You are elder brother. Na vile nifuata vile ulikuwa unakula kiapo. You will go to church every Sunday where you can. You will look after your beautiful wives the best way you can. You will make sure the bishops don't sleep hungry. Utahakikisha watu wa Mungu uko mbele kuwasaidia. Na sio tu peke yake, Kenya nzima. Wangapi wanamtakia happy birthday ndugu Oburu, na hawe na nyingi. Hawe na nyingi zaidi. May you have many, many more. Unajua kwa Senate, kwa baraza la Senate, wanamuita the leader of the youth wing in the Senate. Mungu atampa nguvu hata zaidi. Kwanza asimame na ndugu yake mdogo, ndugu Raila Amolo Odinga, ambaye yeye, you know, I think it was Obama who said, be the change you want to be. Our brother Raila has shown Kenya, not just Kenya, the region, the African region, ulimwengu mzima, kwamba yeye ni kiongozi anayeleta positive change. And you cannot get that way from him. Constitution 2010. Nilikuwa nasoma leo vijana someni the opinion by senior counsel. Mimi pia ni wakili senior, sio? Anaitwa Phil Noroji, a respected advocate in our country. He has written an opinion today in the Standard. I'm sure senior counsel Jim Orengo will have read that, and probably that was what he was trying to talk about. Kwamba Constitution 2010 is a collective vision as a people, as a country. Nitakoma hapo for the time being. Niwaete mujue sisi
nadhani sijui Mkamba gani amebaki nyuma leo. Watu waliposikia tumealikwa kuja kwa birthday ya Dr. Oburu wametoka wote. Na tawashukuru community ya Jaramogi Odinga Technical University Science and Technology. Na najua kwamba kuna wazazi kule chini ya mahema, watu ambao wamealikwa kwa hafla hii. Mimi sitaki kumjibu William Ruto, amejibiwa na baba. Lakini kuna mambo yafuatayo kabla ya kuzungumza juu ya 2027 ambaye atapata fursa ya kusimama kwa pande wa Azimio. Kwanza anasema 2022 hatujakamilisha. We want to know what happened. Si ni kweli? Yeyote ambaye atasimama wakati huo mwingine will have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Kenyans wamesema hii si serikali inaweza kuaminika. Si ni kweli? Bei ya mafuta usiku wa manane imeongezeka. Tulijaribu na bado tutazungumzia swala hili. Naomba mnisikilize. Tutalizungumzia swala hili kwa kindani. The high cost of living. Kenya kwanza wanasema ni jukumu lao kwa sababu ndio wako na mamlaka. Lakini nasema Article 43 of the country's constitution talks of basic rights. And basic rights are human rights. Kwa mfano, hakuna mwananchi wa Kenya sasa hivi anapaswa kulala njaa. Lakini wakati wa maandamano ngoja kidogo. Just allow me to conclude. Tulikuja hapa juzi baada ya maandamano kuzika tukawazika. Kwa sababu gani? Waliuawa wakipigania haki zao kama wananchi wa Kenya. Haki ya maandamano, Article 37 ya katiba inasema wazi, the right to picket, provided you do so unarmed. Na kuna mtu alikuwa tayari kupigana na polisi. Polisi ndio walikuja kuua watu wetu. Ni kweli si ni kweli? Na wao badala ya kwanza waajibike. Sasa Kenya inasema to reward kila police squad wanapelekwa Haiti. Umesikia hiyo maneno? Is it a reward kwamba wameoa watu yao? As we speak, watu wanapigwa mishale Sondu. Kwa nini kwanza wa sort out shida ya Sondu na kwingineko? Insecurity. And I want to say, it was Martin Luther King who said, the threat of injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So we want to put everybody on notice kwamba nchi hii inatawaliwa na katiba ya 2010. Sasa hivi tunaona vile katiba inafanywa kuhujumiwa. Jana na juzi na jana, watu wa Machakos County kwa mfano wameamka, wamebomolewa manyumba yao. Watoto wajui wataenda wapi, watalala wapi. Mtihani unaanza, hawajui wataenda wapi. 3 primary schools brought down. 5 churches brought down. Hebu sikilizeni. Hii ni katiba gani hii serikali inafuata? Because those are basic rights. The right to the freedom of worship is guaranteed under the Constitution. Kwa hivyo Wakenya nadhani wengi tumeona. Next time hakuna mtu atakuja kudanganya wengine namna hiyo. Kwa hivyo mimi nimekuja leo kuhakikisha kwamba mimi na ndugu Raila, timu ya ODM, timu ya Wiper, Azimio nzima iko hapa. Yule hayuko hapa ni Mother, dada yetu Mother Karua, na mtapatiwa salamu zake.
mtapatiwa Kioni, mtamuona Kioni, mtaona Wairia, mtaona ndugu Eugene wa Malwa na Wajakoya. Si namna hiyo? Kwa hivyo Azimio tuko imara, sema imara. Nyinyi mko imara? Wangapi wako imara? Nataka nione. So tumekuja kuonyesha urafiki. Tumekuja kwa sababu ya undugu, na ndio kama tungekuwa tumepanga vizuri. Ndugu Raila, remember yesterday kule kwa Senator Kiyo, I just said wangapi watanisindikiza, wakaja. Hata nimeona ndugu mwingine, hata Wycliffe Oparanya nimemuona hapa, hata Kioni ameingia sahi. Kwa hivyo nataka mjue tuko imara, and we are going to stand firm. We are going to say no. You can never take this country backwards. You can only take it as far and compare whatever you are saying, matamshi yako ilinganishwe na katiba, because that is our collective vision as a people. Tunajua wengine walipinga hiyo katiba, lakini they swore by the same katiba. Wameapa kwamba atalinda hiyo katiba na kuitetea. Na ndio sisi hatuogopi, hatuna hofu, hatuna chuki, tunapenda nchi yetu mbele ya mambo yote, na tunamheshimu baba kabisa. Wangapi wanaheshimu Raila Amolo Odinga? Yale alifanyika Turukana, hebu fikiria yale alifanyika Turukana, na tunajua waliipanga. Wanamuinvite baba in writing, come to Turkana culture or something, na gavana wa kule ni wa ODM. Yeye anakubali kutumika na wale ambao anaogopa. Wengine tunajua magavana wengine hawana documents, hawana academic documents. Wanaogopa pengine wakisimama na Raila wataulizwa maswali. We are there, we are senior council, we will stand for you. Lakini usiogope. Wewe usijaribu kuleta fitina, atunaambiwa Raila akija mpigie makelele. Raila akipigwa makelele na watu 10, dunia nzima inasema Raila hoye. Raila hoye. Kwa hivyo Kenya hii, mimi ndio nimekuja na wenzangu hawa upande wa Wiper kusema na Azimio, yule pengine amkwashwa wherever ndugu Uhuru Muigai Kenyatta yuko pamoja, ako pamoja nasi. Si namna hiyo? Kwa hivyo mjue the majority of Kenyans are standing firmly na baba Raila Amolo Odinga. And they are not doing it blindly. Hawafanyi hivyo kwa sababu anasema, unajua akisimama kuongea anasema haya, watu anaanza. Sio kwa sababu ya vile anazungumza, ni what he has been to this country. And this is why we are here, to remind ourselves and to tell us we have a journey to accomplish. This country is not free. Kama mzee Jaramogi Oginga Odinga when he said not yet free, not yet Uhuru, siliandika hivyo. So leo mimi nafurahi zaidi, na sitaki kuongea mbele ya hayo. I think I will now call on some other friend, maybe ndugu Raila akuje